Nataka tusikie neno la Mungu kwa siku hii ya leo ambalo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na naamini itakuwa ni ya baraka sana. Nataka kuzungumza habari ya kujenga hekalu ama building the temple. Building of the temple. Na tunapojenga hekalu, mambo haya yalisemwa na kinywa cha Ezra aliyekuwa kuhani na alikuwa pia mwandishi. Na wakati Ezra anapozungumza kuhusu kujenga hekalu, tunakumbuka ni wakati kuta na malango za mji wa Yerusalemu yalikuwa yamebomolewa na watu hawa wakawa wamechukuliwa mateka katika Babeli. Na Yeremia alikuwa ametabiri kurudi tena kujenga hekalu la Bwana. Anaposema katika Yeremia 29 na mstari wa 10 akasema, nawe Yerusalemu utakapokuwa umetimizwa miaka 70 baada ya kuchukuliwa mateka katika nchi ya Babiloni, mtarudi tena kujenga hekalu. Tunakumbuka wakati ambapo kuta za Yerusalemu zilipobomolewa. Nafikiri madam alikuwa akituhubiria mambo haya, akitukumbusha mambo hayo juzi. Na akasema itakapokuwa imetimia miaka 70 mtarudi tena kujenga hekalu. Na sasa Ezra ambaye ni kuhani na mwandishi anakuja wakati huu akihimiza watu kujenga tena hekalu ama kujenga tena nyumba ya Bwana. Mtu mmoja aliwahi sema ya kwamba, nafikiri ni ndugu yangu mmoja, my brother in law, wakiongea na mke wangu siku moja, akimweleza hali na matukio ambayo tumekutana nayo katika maisha haya ya huduma. Na baadaye akawa akimweleza kwa wakati huu hatumo katika huduma ya Full Gospel Churches of Kenya, lakini tumo katika huduma nyingine tofauti. Akawa akimweleza yule my brother, akieleza mke wangu, akamwambia kwamba Mungu hajengi mjengo juu ya mjengo mwingine. Lazima mjengo huo uondolewe, huo mjengo uondoke, na ili pia muweze kujenga mjengo. Akawa akimweleza hata usifikirie ya habari ya mahali mulitoka. Akasema najua mmeinvest a lot, because hata yeye ni mshikadao katikati mwa watu ambao labda katikati ya maisha na katika huduma tuliokuwa ameparticipate kwa njia moja ama nyingine. Akawa akimweleza hata msifikirie habari ya chochote mlichofanya, mlichotenda. Najua mumejenga kanisa hilo, najua mumeinvest vitu vingi mkiwa na watu ambao Bwana alikuwa amewapatia, na bado Mungu sema wapatia watu mlionao. Msifikirie kuhusu vitu mlivyoacha, maana Mungu hajengi juu ya mjengo mwingine. Lazima aondoe chochote ili aanze kujenga tena upya. Amen. Bwana asifiwe. That's why hata tumekuwa hatuna chombo kama hiki, tumetumia kiti kama hiki wakati ambapo labda tulikuwa na nyingine. Ni kwa sababu Bwana anataka kujenga kitu kingine. Bible inasema akamwambia Ezra, utakapokuwa umetimia, akanena kwa kinywa cha nabii Yeremia, itakapokuwa imetimia miaka 70 Yerusalemu mtarudi tena kujenga. So leo nataka tuzungumze habari za kujenga. Na ndio maana tuko hapa, maana bado tutajenga. Tuliwahi jenga na bado tutajenga. Msingi wetu ulibomolewa, msingi wetu uliondolewa, tulichofanya kiliondoka. Na hata na mimi nataka niwatie wazo, tusifikirie habari ya mambo tuliokuwa nayo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu mmoja miongoni mwetu, nafikiri ni brother Joseph, rafiki yangu pia, wakati mmoja aliniambia, pastor, tutafanya makubwa zaidi ya yale tuliyafanya. Akawa ni kama walikuwa katika nia moja na huyo my brother in law. Akasema, pastor, tutafanya mengine makubwa zaidi ya yale tuliyofanya. Hata kufikiria habari ya jambo fulani, lakini tufikirie kile Mungu atakachotusaidia. Tuko hapa ili kujenga tena. Tuko hapa ili kuanza misingi mingine, na huyo Mungu ambaye ni wa neema na rehema atatuwezesha katika jina la Yesu. Amen. Ni kwa muda na kwa siku chache Bwana atatusaidia. Si Jumapili ijayo tuko hapa na kila mmoja atakuwa hapa, na Jumapili tutafanya malimpuko kama Mungu alituwezesha kununua vyombo vya muziki vya kupaza sauti,
tunamwamini hata Jumapili tutakapokuwa tukirudi hapa na kutoa mabati, tutatoa mabati ambayo itatutosheleza kujenga nyumba hapa kwa siku za hivi karibuni, maana Mungu ni mwaminifu, katika jina la Yesu. Na naomba kila mtu Jumapili, na wanaonisaidia kina Jose, ingieni kule kwa mtandao wetu, tuhimizane ya kwamba Jumapili ndiyo siku na tarehe yetu ambao ni siku ya kihistoria, tutakaofanya mambo makubwa kama tuliyofanya tulipokuwa tukinunua vyombo, na kama tulinunua vyombo tutafanya zaidi ya vyombo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezra 1, nianze pale, labda nitasoma mpaka mstari wa 5 ama nitarukaruka. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Waajemi, ili kwamba neno la Bwana alilosema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa. Bwana akaamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote. Akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu iliyoko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwae mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akajenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli, ndiye Mungu aliyeko Yerusalemu. Na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu wa mahala pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Ndipo wakaondoka wakuu wa mbari za mababa wa Yuda na Benjamin, na makuhani na Walawi na watu wote ambao Mungu ameamsha roho zao kukwea ili kujenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Haya ni maneno ya huyu Ezra. Ezra nimesema alikuwa mwandishi ni secretary. Alikuwa mwandishi na alikuwa kuhani. Ezra ndiye aliyekuwa Madam Lea. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ni mwandishi. Na pamoja na hayo alikuwa kuhani. Na Biblia inasema katika siku ama katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, wakati mfalme Koreshi ambaye ni mfalme wa Uajemi ameanza kutawala, akaona umuhimu wa kutaka kumjengea Bwana nyumba, kama jinsi Yeremia alikuwa ametabiri ya kwamba Yerusalemu utakapokuwa umetimizwa miaka 70 mtarejelea tena ili kujenga hekalu na kujenga nyumba ya Bwana. Na Biblia inasema ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi, mtu aliyekuwa na maono na mtu aliyekuwa na mzigo wa nyumba ya Mungu. Ndugu zangu wa Kristo, nyumba ya Mungu hujengwa na watu walio na mzigo. Sema walio na mzigo. Haitaji hata halaiki ya watu, haitaji hata wingi wa watu. Inahitaji watu ambao Bwana ameweka mzigo ndani yao, watu ambao Bwana ameamsha roho zao. Biblia inasema katika siku za mfalme Koreshi, katika siku za mfalme Koreshi, mfalme wa Uajemi, ambaye Bwana aliamsha roho yake, akasema ndio wakati mzuri wa kumjengea Bwana. Biblia inasema Bwana Mungu wa Koreshi mfalme wa Uajemi akasema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu iliyoko katika Yuda. Huyu mfalme Koreshi katika siku za ufalme wake na katika siku za kutawala kwake akasema, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote na amenitengeneza wakati kama huu ambapo mimi ndiye mfalme wa Uajemi,
ili ya kwamba tuweze kumjengea Bwana nyumba huko Yerusalemu, katika Yerusalemu ya Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake Bwana Mungu wake awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu iliyoko Yuda, akajenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu aliyeko Yerusalemu. Biblia inasema Mfalme Koreshi akaeleza watu, Bwana amenipa falme zote za dunia na ameniweka wakati kama huu ili tuweze kumjengea Bwana nyumba huko Yerusalemu iliyoko katika Yuda, na kila mmoja wetu basi na awe tayari kumjengea Bwana nyumba. Na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akaapo hali ugeni, na asaidiwe na watu wa mahala pake kwa fedha na kwa dhahabu na kwa mali na wanyama, zaidi ya vitu vitoleavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Huyu Mfalme Koreshi anasema, na jukumu hili ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tumjengee Mungu wa mbinguni nyumba, anayekaa Yerusalemu, aliye katika Yerusalemu ya Yuda. Tuweze kumjengea nyumba, tujenge tena hekalu la Bwana, na si mimi tu, lakini kila mmoja wetu, na hata na yeye aliyesalia. Yani hawa walikuwa ni mabaki baada ya kutekwa katika mji wa Babiloni. Wengine waliondoka wakaa hawako, lakini mabaki ya Yerusalemu waliobakia, wenye uwezo na wasio na uwezo, kwa njia nyingine, Kiswahili hiki ni kigumu, lakini labda walikuwa ni wakimbizi. Tunajua wakimbizi hata hawana chochote. Bwana asifiwe. Lakini nawaambia kila mmoja wenu hata asaidiwe na mtu kwa fedha, kwa dhahabu na hata na wanyama, vitu vinavyotolewa kwa hiari ya mtu, kwa sababu ya nyumba ya Mungu iliyo Yerusalemu. Ya kwamba hata ukiona kuna mtu kando hata hana uwezo, na ndugu Joseph ana uwezo, anaweza akamsaidia hiyo mtu angalau na dhahabu moja ama fedha moja ama na mnyama moja, ili ya kwamba hiyo siku tunayomjengea Bwana nyumba na kulijenga tena hekalu, kila moja aweze kujihidhirisha, wapate kumjengea Bwana. Biblia inasema huyu Mfalme Koreshi, Bwana alikuwa ameamsha roho yake. Ndugu zangu wa Kristo, ni tamanio la moyo wangu Bwana aweke mzigo ndani yetu, hata wakati kama huu tunapoenda kujiandaa kumjengea Bwana hekalu hapa na kuweka nyumba hapa tutakao mwabudu Bwana. Bwana aamshe roho zetu, Bwana aamshe mioyo yetu, Bwana aweke mzigo ndani yetu. Hatufanyi kwa sababu tuna uwezo mkubwa, la hasha. Twafanya kwa sababu Bwana ameweka mzigo ndani yetu. Mtu ambaye ameleta chombo hiki ni mzigo Bwana aliweka ndani yake. Mtu ameleta chombo hiki ni Bwana ameamsha moyo wake. Hiyo ndiyo roho ninayoomba. Bwana aamshe roho zetu. Bwana aamshe mioyo yetu. Bwana aweke mzigo ndani yetu. Kama alivyofanya katika siku za Mfalme Koreshi, wakati Ezra alikuwa ni mwandishi. Watu wa Yuda na Benjamin wakarudi kutoka Yerusalemu, wakarudi kutoka Babeli, warudi kujenga tena ukuta na kuweka tena hekalu la Bwana. Watu wa Yuda na Benjamin wakarudi Yerusalemu na kujenga tena upya wa hekalu. Bwana asifiwe. Amen. Imagine ndugu zangu, Bwana alijua siku na nyakati kama hizi tutakuwa katika huduma ya Victory. Unanielewa? Katika siku za maisha hakuna mtu alifikiria. Jina la Mungu litukuzwe. Amen.
Siasa tulipoondoka wakati mwingine tuliuliza ni wapi? Maana si kitu kilikuwa kimepangiliwa. Hakuna watu walikuwa wameketi chini wamepanga na kusema ya kwamba tuondoka na kufanya hivi. Ni jambo tu lilizaliwa from nowhere. Lakini katika mipangilio na katika makusudi ya Mungu, Bwana alifanya nini? Na si kinyume. Hata mitume kuna wakati waliondoka na wakaachana. Umesoma hivyo katika Matendo ya Mitume? Yeah. Waliondoka na wakaachana na mwili wa Kristo ukaendelea kujengwa. Bwana alifahamu siku na wakati kama huu tutakuwa katika uvuli wa victory. Nilikuwa nikiongea na askofu na tukao tunafanya ucheshi na yeye kidogo, Askofu Peter Mwanga. Nikamwambia askofu, najua kuna kanisa la Victory mahali fulani, hata Kimilili nasikia iko, Kimalewa nasikia iko, Kapkate nasikia iko, Mount Elgon nasikia iko, Nairobi iko, Nakuru iko, Kitale iko. Nikamwambia sijui kwa nini Chwele ilikuwa imetengwa, na Chwele ni mojawapo wa miji inayokuwa. Akaniambia I wonder. Nikamwambia Bwana alijua wakati kama huu mchungaji Mwirigi na wale Bwana amewapatia wataanza huduma ya Victory Chwele. Amen. Na nikawa nikimwambia itakuwa mojawapo ya makanisa makubwa katika makanisa ya Victory. Katika jina la Yesu. Amen. Alijua. Na sasa kwa sababu tuko hapa na tunataka kumjengea Bwana nyumba, Bible inasema wakarudi kutoka Benjamin na Yuda, wakarudi tena Yerusalemu. Ndugu zangu, tumerudi Yerusalemu, tumerudi mahali pa chini tena, tuanze kujenga. Tumetoka Yuda na tumetoka Benjamin. Mimi sijui Yuda yako ni gani, Benjamin yako ni gani, lakini Bwana kwa neema yake mara hii ametuweka hapa ili tumjengee tena Bwana nyumba. Bible inasema katika siku za mfalme Koreshi na katika siku za Ezra ambaye alikuwa mwandishi na pia mweka hazina, alikuwa mwandishi na mweka hazina, wakarudi wakajenga tena hekalu la Mungu. Wakasema na hata mtu ambaye ni mgeni asaidiwe, apewe kitu. Yaani hata kama miongoni mwao kulikuwa na mtu hana kitu. Hii ni kumaanisha, ndugu zangu, tunapojenga huduma ya Victory, sisi ambao tuko hapa na marafiki zetu na hata na watoto tutamjengea Bwana. Amen. Praise God. Amen. Hii ni kumaanisha pia tafuta marafiki. Tunaanza wenyewe na hata na watoto wetu. Si Bible inasema kwamba hata mtu ambaye hakuwa na chochote alisaidiwa. Nyambura ako na chochote, lakini anaweza akasaidiwa. Goodluck ana chochote, anaweza akasaidiwa. Labda Sami anaweza kuwa na yake. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu zangu wanafunzi, hata ukiwa na chochote wakati maana yako na jiwekeni unatoa fungu lako. Sasa anaweza kuwa na yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mmoja alisaidia kuimprove hii logo na kuitengeneza mzuri ionekane. Kila mtu anaweza akasaidiwa, hata yule ambaye hana chochote. Stacy ana chako, lakini unaweza kusaidia. Wakaja wamjengee Bwana nyumba. Hata yule jamaa ananisikiliza sana. Waje wamjengee Bwana nyumba. Watu ambao Bwana ameamsha roho zao. Bible inasema Koreshi Bwana akaamsha moyo wake. Ndugu zangu, jinsi tulivyo hivi, Bwana akiamsha roho zetu, tunaweza kufanya zaidi ya mambo yale tuyafikiriayo na yale tuwazayo. Amen. Haihitaji umati mkubwa. Inahitaji watu ambao wana nia na wana lengo. Amen. Niliwaambia katika juma la pili tukikanyaga kwa hema hii, wale watu waliokuwa na ukoma walikuwa na nia na walikuwa na lengo na walifanya kishindo.
Inahitaji watu ambao Bwana ameamsha roho zao. Tunapoenda Jumapili kusimama hapa na tumepeana miezi miwili, mtu ajihoji mtu ajihoji, na tayari kile ambacho umeamua. Bwana asifiwe. Jumapili si kufikiria, si kila kitu umeamua. Jumapili tu ni mada mtu kuinamisha kalamu. Pastor Mwirigi, Shamanzi, Mrs. Pastor, fulani, chairman. Tena kwa mawasafi, Lazaro, Jose, Robert, kila moja wetu, Lydia, Nyambura, kila moja. Na tayari hatuanze, maana ilianza. Nafikiri hazina iko na kitu. Ama civil secretary si na kitu. Ili watu ambao Bwana ameamsha roho zao. Biblia inasema katika mstari wa 5, wakaondoka wakuu wa mbari za mababa wa Yuda na Benjamin na makuhani. Hebu sikiliza, wakaondoka wakuu wa mbari za mababu wa Yuda na Benjamin. Nataka nikutafsirie hapa. Wakaondoka wakuu wa mambare ya Yuda na mbare ni nini sasa? Ama Biblia yangu inasema, hebu Triza ukoo. Hebu soma, nitahitaji nisomewe sasa. Soma mstari huu wa 5. Ndipo wakaondoka wakuu wa mbari za mababu. Wakaondoka wakuu wa mbari za mababu wa Yuda na Benjamin. Wa Yuda na Benjamin na makuhani na Walawi. Naam, watu wote ambao Mungu amewaamsha. Naam, watu wote ambao Mungu ameamsha roho zao. Kuwekwa ili kuijenga. Kukwea. Si kuwekwa. Kukwea. Ili kuijenga nyumba ya Bwana. Ili kujenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Wakuu wa mambare za Benjamin na Yuda. Mbare ni nini sasa? Ni ukoo. Ni viongozi wa nini? Ya ukoo. Wa ukoo. Wazee wa Yuda na Benjamin wakaongoza mbare zao. Wamerudi kutoka Benjamin na wamerudi kutoka Yuda, wamerudi Yerusalemu ili wamjengee Bwana nyumba. Wakuu wa mbare za Yuda na Benjamin wakaongoza watu wao, wakiwemo makuhani na Walawi. Bwana asifiwe. Wakiwemo makuhani na Bwana asifiwe. Hata hapa tuna viongozi wa mbari. Hawa watu ambao wanasimamia departmentals, si ndio wakuu wa mbari? Wanafikiri ya kina nani? Bwana asifiwe. Wakuu wa idara mbalimbali. Akina Jose wako hapa, wakuu wa idara ya vyombo na development. Wengine katika viongozi katika idara mbalimbali. Na pia makuhani na Walawi. Sasa makuhani ni akina nani? Chairman. Na Walawi ni akina nani sasa Chairman? Wasaidizi pamoja na mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo kulikuweko na makuhani na Walawi. Tutakuwa hapa Jumapili tuwaongoze wale wakuu wa departmentals, makuhani na Walawi na watu wote Bwana ameamsha roho zao wakwe Yerusalemu wakamjengee Bwana nyumba. Wakwe wapi? Yerusalemu. Ingiza mtu mwambie Jumapili tunakwea Yerusalemu. Ingiza mtu vizuri. Jumapili tunakwea Yerusalemu. Na Bible inasema watu wote Bwana ameamsha roho zao. Hebu muulize mtu, Bwana ameamsha roho yako? Auliza mtu, Bwana ameamsha roho yako? Amen. Wewe baba Grace wewe. Tingiza mtu mwambie, wewe Bwana ameamsha roho yako? Bwana ameamsha roho yako. Mtingize vizuri. Mwambie Jumapili ndio siku
ambayo Bwana ameamsha roho zetu. Tutakwea Yerusalemu, nasi tutamtolea Mungu vitu vyetu. Tujenge tena hekalu. Amen. Tujenge tena Hekalu. tujenge tena Hekalu. tungempigia Bwana makofi. Maana tutashika, itakuwa siku itakayokuwa na furaha kubwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema na watu wote ambao Bwana ameamsha, wakuu wa mbari za Yuda na Benjamin, na makuhani na Walawi na watu wote, Bwana ameamsha roho zao. Unafikiri watu wote ni akina nani? Ni sisi. Sema ni akina sisi. Sema ni akina sisi. Watu wote Bwana ameamsha roho zao, waende wakajenge nyumba ya Bwana. Sasa ninapoenda nikimalizia, hata na hao walipokuwa wakijenga, waliweza kukejeliwa. Kwa hivyo upinzani lazima Upo. nimesema jambo la kwanza lazima tujenge, lakini pia jitayarishe kwa Upinzani. Hata na hawa waliporudi, upinzani haukukosekana. Hebu tusome katika Ezra 4 na mstari wa kwanza na mstari michache, inasema basi adui za Juda na Benjamin waliposikia kuwa wana wa uhamisho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakakaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa, wakawaambia, tujenge sisi nasi pamoja nanyi, kwa maana mnamtafuta Mungu, kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi mnavyotafuta. Hebu tuliza soma. Basi adui za Yuda na Benyamini waliposikia kuwa Bwana uhamisho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa, wakawaambia, na tujenge sisi nasi pamoja nanyi, kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esarhadoni mfalme wa Ashuru, aliyetupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbari za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru. 4. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. 5. Wakawaajiri washauri juu yao, ili kuwapinga kusudi lao siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi, hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi. Amen. Biblia inasema adui za Juda na Benjamin waliposikia kuwa wana uhamisho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu. Adui za Juda na Benjamin waliposikia wana uhamisho, yani watu ambao walikuwa wamechukuliwa mateka katika nchi ya Babeli ama Babiloni, wakasimama wakawaambia Zerubabeli na wakuu wa mambare za mababa, wakawaambia, na tujenge sisi pamoja nanyi. Zerubabeli alikuwa mstari wa kwanza, so he was the chairman. Bwana asifiwe. Alikuwa ni mtu aliyekuwa wa kwanza kuongoza watu kujenga hekalu tena. Maadui za Juda na Benjamin walipoona wana uhamisho wanataka kumjengea Bwana nyumba, na wakijua kile ambacho wanaweza wakafanya, walijaribu lolote wawezalo kuwazuia. Bwana asifiwe. Walijaribu kufanya lolote wawezalo kuwazuia, lakini wakawakujia Zerubabeli wakamwambia, na wakuu wa mbare za mababa wakawambia, na tujenge pamoja nanyi, maana mnamtafuta Mungu ambaye pia na sisi tumemtafuta na tumemtolea dhabihu zetu katika siku za huyu mtu aliitwa Ido. Lakini Zerubabeli na viongozi
wa wakuu wa mbare za Juda na Benjamin wakawaambia, la hasha, sisi peke yetu tunaweza tukamjengea Bwana nyumba. Hamtashirikiana na sisi katika kumjengea Bwana Mungu wetu nyumba, bali sisi peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi mfalme wa Ajemi alivyotuamuru. Zerubabeli alisimama kidete, akawaambia, sisi Bwana ametupa neema, nasi tutamjengea nyumba kwa mujibu wa mfalme Koreshi alivyotuamuru na alivyotuambia ya kwamba tumjengee Bwana nyumba. Ndipo watu wa nchi wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Hawakuwa na nia nzuri. Bible inasema watu wa nchi wakawaandikia washauri ili kuwasumbua wasije wakajenga. Ndugu zangu, tunapojenga upinzani unaweza ukainuka. Bwana asifiwe. Amen. Unajua upinzani unaweza ukainuka kwa njia gani? Because wanajua tutakapojenga nyumba tumetingiza katika maeneo. Yes. Tunaweza kusema hata mtafaulu. Unasema tunafaulu? Tunafaulu. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Mungu litukuzwe. Tunapoweka hekalu hapa na tunapomjengea Bwana nyumba hapa, haitakuwa tunywe. Upinzani unaweza ukainuka kwa watu ambao ni rafiki zetu, kwa watu ambao unawajua, kwa watu usiowajua, wakitaka kuonyesha ya kwamba tujenge na nyinyi, mnaambia hapana, tutajenga victory. Sijasema kwamba tusitafute watu wa kutusaidia, lakini pia tuelewe na kwamba pia upinzani hauwezi ukakosa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu anajua hapa tukijenga victory. Kuna mtu anajua mahali fulani atakuja hapa. Unaweza fikiri anaweza piga makofi huko ndani. Bible inasema wakawaandikia washauri watakao wasumbua watakapokuwa wakijenga. Lakini Zerubabeli na watu wake walikuwa wameamua ndani ya mioyo yao, maana ni Mungu alikuwa ameamsha roho zao, maana ni Mungu alikuwa ameamsha mioyo yao ya kwamba lazima amjengee Bwana nyumba. Jina la Mungu litukuzwe. Bwana alikuwa ameamsha roho zao. Bwana alikuwa amewaandaa. Bwana alikuwa ameweka mzigo ndani yao. Ndugu zangu wa Kristo, huduma na utumishi kufanya na watu ambao Bwana ameamsha roho zao. Hata kama upinzani utatokelezea, hata kama watu wa kuvunja moyo wanaweza wakatokelezea, lakini ili mradi moyoni mwako Bwana ameamsha moyo wako, lazima tufanye malimbuko katika jina la Yesu. Amen. Bible inasema wakasumbuliwa hata katika siku za mfalme Koreshi, na ile huduma ikasimama kwa muda kidogo. Amen. Isipokuwa yetu haitasimama. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Tuende katika sura ya 5 na mstari wa kwanza, nimalizie hapo sasa. Nitaanza hapo Jumapili. Inasemaje Trisa? Chapter 5 verse 1. Teremke mpaka labda mstari wa pili. Basi manabii Hagai nabii na Zekaria mwana wa Ido wakawafanyia unabii Wayahudi waliokuwako Yerusalemu na Yuda. Waliwafanyia unabii kwa jina la Mungu wa Israeli. Ndipo akaondoka Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yosadaki, wakaanza kuijenga nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu, na pamoja nao walikuwa manabii wa Mungu wakiwasaidia. Wakati ule ule Tatenai liwali wa ng'ambo ya mto na Sheta-Bozenai na wenzi wao wakawajia, wakawaambia, ni nani aliyewapa amri kuijenga nyumba hii na kuimaliza ukuta huu? Ndipo wakawauliza hivi, majina ya watu wanaofanya ujenzi huu ni nani na nani? Lakini jicho la Mungu lilikuwa likiwaelekea wazee wa Wayahudi, hao wasiwazuie hata habari ile imfikilie Dario, ndipo jawabu litakapopatikana kwa waraka. Hebu soma 6. Hii ndiyo nakala ya waraka waliompelekea mfalme Dario na Tatenai liwali wa ng'ambo ya mto na Sheta-Bozenai na wenzake wa Kiajemi,
waliokuwako huko ng'ambo ya mto. Achia tu hapo. Bible inasema wakati wa mfalme Koreshi aliyekuwa na ndoto na maono, wakatengenezewa watu ambao waliwasumbua, na kwa muda kidogo ujenzi wa hekalu ikasimama mpaka siku za mfalme anaitwa Dario. Na katika siku za mfalme Dario bado watu waliokuwa Bwana ameamsha roho zao hawakukufa moyo, maana tamanio lao na shauku yao walipea kipaumbele kujenga ukuta na malango Yerusalemu na kujenga hekalu tena. Kwa hivyo hawakufa moyo. Kipaumbele chao ilikuwa ni waone ya kwamba hekalu limejengwa. Basi katika siku za mfalme Dario pakainuka watu ambao waliwatia watu moyo, manabii Hagai na Zakaria mwana wa Ido. Ndugu zangu, siku zote kuna watu wa kutia wengine moyo. Amen. Kama kuna watu wa kuvunja moyo, kuna watu wa kutia wengine moyo. Manabii Hagai, nabii mdogo, na nabii Zakaria, nabii mdogo, wakatia watu wa Juda na Benjamini moyo. Wakawaambia, ndugu zangu, katika siku za mfalme Dario, hata kama tulisumbuliwa katika siku za mfalme Koreshi aliyekuwa pia na ndoto, lakini hata sasa ndoto zetu na maono yetu lazima tuyatimize. Amen. Huyu Hagai na Zakaria wana wa Ido wakawafanyia unabii wa Yahudi walioko Yerusalemu na Yuda. Wakawaambia, ndugu zangu, jitieni moyo, ndugu zangu, jitieni nguvu. Na mimi natoa unabii, ndugu zangu, jitieni moyo. Amen. Naweza kusimama kwa nafasi ya nabii Hagai, naweza kusimama katika nafasi ya nabii Zakaria, niwaambie ndugu zangu wana victory, jitieni moyo. Amen. Jitieni moyo. Amen. Tieni mikono yenu nguvu. Amen. Maana tumjengea Bwana nyumba. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Bible inasema nabii Hagai na nabii Zakaria wakawatia watu moyo, wakawaambia, ndio mlisumbuliwa wakati wa Koreshi, ijapo Koreshi ndoto zake na maono yake ilikuwa ni tujenge nyumba ya Bwana, na hata Koreshi alikuwa ametoa vitu katika hazina, katika vitu vilikuwa vimechukuliwa mateka kule Babiloni, alikuwa ameziweka, na baadhi ya vitu hivyo mfalme Koreshi alivitoa kwa sababu ya nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Walitoa kwa sababu ya nyumba ya Mungu. Hagai na Zakaria wanawaambia, ndugu zangu, watu wa Juda na Benjamin, msiogope na msihofu. Huu ndio muda na huu ndio wakati Bwana amewatengenezea. Ndugu, tunahitaji watu wa kutia wengine moyo. Bwana asifiwe. Tunahitaji watu kama akina Hagai, tunahitaji watu kama Zakaria wanaotia watu moyo. Wakasema, wakawafanyia unabii, ndipo wakaondoka Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yosadaki, wakaanza kujenga nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Pamoja na hao walikuwepo manabii wa Mungu wakiwasaidia. Bwana asifiwe. Walikuwepo manabii wa Mungu Unaona, baada ya Hagai na Zakaria kuwatia watu hawa moyo, Bible inasema Zerubabeli wakaondoka wakiwa na nguvu, wakaanza tena kujenga ukuta. Maana kuna maneno ya kutia moyo wameelezewa. Wakajenga ukuta, wakaondoka Zerubabeli mwana wa Shealtieli, Yoshua mwana wa Yosadaki, wakaanza kujenga nyumba iliyoko Yerusalemu, na pamoja na watu ambao Bwana ameamsha roho zao, wakiwemo pia makuhani na Walawi. Bwana asifiwe. Makuhani. Hata hapo tutakapokuwa tukijenga, makuhani na wana wa. Siku moja sijui nani alinifanyia utani, sijui ni Haruni ama ni nani, akaniambia, tutakapokuwa tukijenga hapa, tutakuwa hapa. Yaani unaona watu ambao wana maono. Akaniambia, unaona kale kamlima? Hebu angalia hapo. Kale kamlima tutakalima kakuja wapi? Bwana asifiwe. Ni watu Bwana amefanya nini?
Aniambia unaona hapa vile pako slope namna hii, tutalima. Wakati mafundi wanaweka chuma na kunini, sisi naye tutakuwa hapa, ama si hivyo pastor? Nikamwambia ni hivyo. Tutakuwa hapa tukilima, ule udongo ukuja hapa, na hata kama ni kuleta udongo mwingine na tractor tuleta tujaze. Yaani unaona jinsi mtu anavyoangalia mbali. Amen. Hii inanikumbusha siku moja tukifanya jambo fulani mahali fulani hapa chini. Hiyo picha Josera Onaga. Niliona akina mama. Josera hata vile ulivaa nakumbuka. Maana iko kwa picha. Niliona wengine ambao hatuko nao hapa, na baadhi yenu mko hapa. Hata mimi nilikuwa hapo, mama alikuwa hapo. Tukibomoa nyumba nyingine ilikuwa hapo. Amen. Tukija bomoa nyumba, tukijitayarisha kwa sababu ufunguzi wa nyumba fulani. Yaani jinsi watu walivyokuwa na moyo mkubwa. Huo ndio moyo Mungu anatupatia hapa katika jina la Yesu. Na ndugu zangu, tunafanya kitu ambacho kinatamanika. Amen. Amen. Nakumbuka ndugu zetu wa kanisa fulani liko hapa juu, sitalitaja. Brother Paul amekuwa akinikumbusha asubuhi, walikuja kuangalia, wanaitwa benchmarking. Tulipojenga ile madhabahu, ile mawe hapa. Walikuja kuangalia baada ya muda. Sijui walikuwa kiziona kwa mitandao. Na baadaye siku moja wakanipata kwa ofisi. Hiyo mtumishi wa Mungu na viongozi fulani. Kaniambia pasa nataka tuangalie hapa. Na tumeona hiki kitu mnafanya ni vizuri, tupige picha nasi tuende. Utaturuhusu? Nikamwambia nitawaruhusu. Baada ya muda tena, wakati tulisaidiwa na kina Jose kuweka gypsum hapa mbele, bado pia na pia walienda kwa Madam Fresh. Akamwambia neni muone mchungaji, maana yeye ndiye ana ufunguo wa kanisa, ndiye anaweza kuruhusu. Hata kama niko na ufunguo, yeye ndiye atatoa ruksa. Siwezi kuwapatia, na hivyo ndivyo vinavyohitajika. Akakuja akaniambia, wakanipata, nikawafungulia, wakasema turuhusu tupige picha. Ilikuwa ni wazee wa kanisa na askofu wao pia wakapiga picha. Hata na sasa bado tunafanya mambo kama hayo kwa utukufu wa Mungu. Amen. Praise be the name of the living God. Amen. Ile bidii tulikuwa nayo hapa, siku tunajenga hapa, hiyo maono hiyo mtu aliniambia tunalima hapa. Tutakuwa hapa. Unafikiri ni watu ambao ni hivi hivi? Ni watu Bwana ameamua Amsha moyo wao. Amefanya nini? Ameamsha roho zao. Nao makuhani na Walawi na akina Zerubabeli ambao ni viongozi wa idara mbalimbali, zote tutakuwa hapa. I'm longing for that day. Natamani hiyo siku. Amen. Ambia mtu natamani hiyo siku. Natamani hiyo siku. Na ngojea hiyo siku. Hagai alitia watu moyo. Hagai alitia watu moyo. Na mimi ndugu zangu nawatia moyo. Tunaweza katika jina la Yesu. Amen. Sitaki kuendelea kutoka hapo. Maana Jumapili nitaanza tu hapo hapo. Ama na mengine Mungu atakao nisaidia. Lakini tukumbuke ya kwamba Bible inasema hawa waliamua kumjengea Bwana Jumapili. Ninawaombeni katika jina la Yesu. Kila mwana Victory, Semazi wende kwa mitandao, Jose wende kwa mtandao, wakumbushe watu wetu, kila mmoja wetu, Jumapili ndiyo siku ambayo tunataka kumjengea Bwana nyumba. Amen. Bible inasema ya kwamba walitoa dhabihu zao, na hata Jumapili tunatoa dhabihu zetu. Bwana asifiwe. Na hiyo dhabihu utakayotoa hapa Jumapili nitaipeana, hata kama ni 2,000, 3,000, hata kama ni 5. Hiyo dhabihu nitaipeana kwa huo mfuko. Tutimize neno la Bwana linalosema kwamba makuhani na Walawi waliwaongoza watu kutoa dhabihu na wakaanza kuweka hazi. So Sunday utakapokuja hapa, kando na sadaka yako na fungu lako la 10 na pledge yako ya mabati, tutatoa dhabihu hapa. Na hiyo dhabihu utakapoitoa moja kwa moja ndio nitakayoipeana kwa huo kikapu cha kujengea Bwana nyumba. Amen. Bwana asifiwe. Chochote kitakacho toka. Mnanielewa? Amen.
Umenipata? Ndio. Pamoja na sadaka yako na dhabihu yako na sadaka zako na shukrani na sadaka yako, labda utakuwa na sadaka na fedha zako za ujenzi wa mabati. Kabla tujafanya mambo hayo, nikimaliza kuhubiri, tutatoa dhabihu zetu. Na hiyo dhabihu ya kwanza tutafanya jinsi ambavyo watu hawa walivyofanya, jinsi Ezra mwandishi na kuhani katika siku za mfalme Koreshi walipofanya, wakaipeana katika kile kikapu. Hivyo ndivyo tutakavyo fanya. Tutahesabu tu hapa na tupatie wale wahusika wa development. Baadaye sasa tuanze hizo zingi, tumjengee Bwana nyumba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wangapi wako tayari katika jina la Yesu? Amen. Tufike hapa. Utukufu wa Mungu. Tumjengee Bwana nyumba. Amen. Otherwise Mungu wabariki. Amen. Mungu watende wema. Amen. Bwana amshe roho zetu. Amen. Bwana amshe mioyo yetu. Amen. Bwana weke mzigo ndani yetu. Amen. Na Jumapili hakikisha umefika mapema ili mambo yako yafanye mapema kwa utukufu wa Mungu. God bless you so much. Amen.